yanafunguliwa matatizo ambayo yatakwenda kukutesa kwa mwaka mzima. Na ndio maana angalia, watu wanapoanza tu mwaka wanaanza na shida nyingi, wanaanza na misukosuko mingi. Kwa nini wanaanza na misukosuko mingi? Kwa nini? Wanaanza na misukosuko kwa sababu tayari mawakala wa kuzimu wameshayaita malango ya kuzimu yameachilia mabaya kwa ajili ya kuwatesa watu, kwa ajili ya kuangamiza watu, kwa ajili ya kuwaua watu, kwa ajili ya kufunga uchumi wao, kwa ajili ya kuachilia magonjwa yatakayowaua au kuwadhoofisha. Sasa kwenye masaa kama, ndio maana watu tunahimiza sana, usikose mkesha kuvuka mwaka, na usikose ibada ya kwanza ya nini, ya mwaka, kwa sababu tunaelewa siku ya kwanza ya mwaka, hiyo siku ndio mzaliwa wa kwanza wa huo mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Na mzaliwa wa kwanza kibiblia ni lango. Ndio maana mtoto wa kwanza huwa anahitaji maombi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Maana akiwa na tabia mbovu, wanaomfuata watazifuata. Kwa kwenye siku ya kwanza ya mwaka, sema amen, hiyo ndio siku ya kufunga kila ambacho malango ya kuzimu yanakiachilia. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote ambacho malango ya kuzimu yanaachilia, lazima tufunge kwenye mkesha huu, sema amen. Haleluya. Lakini kufunga hauishii hapo, lazima sasa ufungulie, uziruhusu mbingu zifungulie mema. Kama umefunga roho ya umasikini na roho ya madeni, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambia madeni ni roho. Bila msaada wa Mungu, madeni hayawezi kufanya nini? Hayawezi kukuachia. Ndio maana kuna mtu unakuta anakomaa, anatamani atoke kwenye madeni, lakini baadhi anamshikilia. Unajaribu hivi, yanakukamata. Unajaribu hivi, yanakufunga, yanakupelekesha. Sasa utumie mkesha huu, sema amen, ukatae roho ya madeni. Haleluya, haleluya. Sema ninaikataa roho ya madeni, ninaikataa kwa jina la Yesu. Kila roho inaonifuatilia nishindwa kufikia malengo yangu, ninaipiga kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa nimezungumza juu ya ukuta wa Mungu. Mungu anasema atakuwa ukuta wa mtu. Natakiwa tumwambie Mungu, sema amen, atuzungushie huo ukuta. Ukisoma Ayubu 1:10, unaona ukuta wa namna hii ulimzunguka nani? Ayubu. Bwana Yesu apewe sifa. Na sio yeye tu, maandiko yanasema mpaka na mali nini? Mali zake na familia yake na watoto wake walizungukwa na ukuta wa nini? Wa moto. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu aliwazungushia pande zote. Lazima tuliitie jina la Yesu na tuitie damu ya Yesu iweze kugeuka kuwa ukuta wa nini? Wa moto. Sema amen. Huo ukuta ukakuzunguke 2026. Sema amen. Huo ukuta ukakuzunguke miaka 10 ya majira mapya ya kutembea na Bwana. Sema amen.
magonjwa yakazuiliwe, misiba ikazuiliwe, maafa yakazuiliwe, mateso yakazuiliwe, umasikini ukazuiliwe. Haleluya! Na mlango wa utajiri ukafunguke. Mpe Yesu makofi ya mstari. Kumbukumbu la Torati 9 mstari wa 3. 9:3. Nafikiri mnaifahamu, nimekuwa nikisema mara kwa mara. Kumbukumbu la Torati 9 mstari wa ngapi? Wa 3, ambayo inaeleza Bwana atavuka mbele yako, si ndio? Unamtanguliza Bwana. Atatangulia mbele yako kama nini? Moto uteketezao, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati 9 mstari wa 3. Inasemaje? Basi 9 ngapi? Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye akutanguliaye kuvuka mbele yako, kama moto ufanye nini? Kama moto uteketezao. Atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako, ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na kwamba atakutangulia kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Nataka tumwambie Mungu atutangulie. Sema amen. 2020 ngapi? Na 26. Moja ya kitu tumefungwa kama wanadamu ni kujua mambo ya baadaye. Si ni kweli? Si ni kweli? Kujua mambo ya nini? Sasa yeye anayejua mtu atakayetutangulia mambo ya mbeleni anayajua Mungu. Sema amen. Yeye anajua jana, anajua leo, anajua kesho, anajua mpaka miaka 1000 ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu akatutangulie 2020 ngapi? Na 6. Sema amen. Na akatutangulie majina mapya kutembea na Bwana ya miaka 10. Sema amen. Haleluya. Akatutangulie mpaka miaka hiyo 30 ngapi? 35. Akatuvushe kila aina ya changamoto, akazuie kila aina ya mabaya yakiinuka, mabaya ya kuipiga nchi, wewe ukawe salama kwa jina la Yesu. Natangaza ukawe salama. Lile neno katika Zaburi ya 91 ambayo inasema hautaogopa mshale ukao usiku wala mchana, si ndio? Ijapokuwa 10,000 anguka mkono wako wa nini? Maelfu anguka mkono wako wa kushoto, na 10,000 mkono wako wa nini? Wa kuume, lakini wewe haitafanya nini? Hayatakupata. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunakwenda kufunga kila aina ya roho chafu za kuzimu. Haleluya. Haleluya. Kila roho chafu za kuzimu juu ya taifa la Tanzania tunazifunga kwa jina la Yesu. Sema amen. Kila roho chafu zinazopanga kulivamia kanisa tunazifunga kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Kila roho ya madeni tunaifunga. Piga kelele, sema amen. Kila roho ya magonjwa tunamaanisha, kwa sababu sasa hivi moja mambo yanatesa watu, magonjwa na yanakula pesa. Nanipata? Sio mchezo. Hakuna kitu kinakula pesa kama magonjwa, na kinamfanya mtu anakuwa maskini. Na maombi sehemu ya kwanza ni kufunga kila roho mbaya. Haleluya. Kufunga kila roho za vizuizi ambazo hazikuruhusu wewe upige
upige hatua aina nini yoyote. Unapojaribu upige hatua, haupigi hatua. Sema tunang'oa roho za vizuizi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema yale mambo niliyoshindwa kuyafanya kwa miaka mingi 2026 yatawezekana, yatatendeka, yatakuwa kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi. Roho za mauti na roho za misiba, haleluya, sema tunazifunga kwa jina la Yesu. Tunazungusha ukuta wa moto kila mahali, kuyazuia magonjwa, kuyazuia mabaya yasipige nchi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakataa kila roho za uharibifu, hazitafanikiwa. Mpe Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Roho za umaskini, nikwambia umaskini sio mpango wa nani. Moja ya vitu vinaua maisha ya mtu, hata anaweza kufa mapema, umaskini. Yule mwinjilisti Edina aliyehubiri hapa angekupa ushuhuda wake, anakuambia mtoto wake alikufa kwa sababu ya umaskini, na alikuwa hana namna ya kusafirisha ile maiti. Kwa hiyo ilibidi aekti kama mtoto yuko nini hai, akaweka mgongoni na akasafiri naye. Kwa kwenye chombo cha usafiri amepakata kama vile mtoto yuko nini, lakini tayari mtoto ameshafariki. Lakini yule mtoto alikosa tu pesa kwa ajili ya kumtibu. Hapo ushuhuda huo. Ndio baada ya pale aliamua kuingia kwenye maombi ili Mungu amkomboe na roho ya nini, ya umaskini. Ndio anakuambia sasa ameona mkono wa nani. Umaskini ni roho ambayo usipoishughulikia inakandamiza kabisa na inatengeneza utumwa kwenye maisha. Kwa umaskini unaweza ukaua mtu. Sema ninafunga roho ya umaskini kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa pointi ya kwanza tunaenda kufunga malango ya kuzimu, kufunga shughuli zote za nini, za shetani. Kila ambacho kinaachiliwa na mawakala wa kuzimu tunakifunga. Sema amen. Kila ambacho kuzimu inakiachilia Tanzania mwaka 2026 au miaka 10 ambayo tumetabiri hapa, tunafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Chochote ambacho kuzimu imekusudia kukifanya juu ya Tanzania tunakwenda kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Chochote ambacho kuzimu imekusudia kufanya juu ya kanisa tunafunga. Haleluya, haleluya. Chochote kuzimu imekusudia juu ya watoto wako kifunge. Chochote ambacho kuzimu imekusudia juu ya maisha yako kifunge. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa pointi ya kwanza ni maombi ya vita, ya kufunga kila aina ya magumu na matatizo ambayo kuzimu inasababisha. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pointi ya pili ni pointi ya kwenda kufungulia ufalme wa mbinguni utawale. Haleluya. Ni pointi ya kufungulia mbingu.
Yesu akasema, muombapo ombeni hivi: ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu. Wapi? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kumbe tunatakiwa turuhusu sasa ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Sema amen. Turuhusu ufalme wa mbinguni juu ya nchi ya Tanzania. Sema amen. Turuhusu ufalme wa mbinguni ndani ya kanisa. Sema amen. Ufalme wa mbinguni juu ya maisha ya kila mmoja. Sema amen. Haleluya. Tusimame kwa miguu yetu sasa. Muda wetu si rafiki sana, ndio maana tunaenda kuomba maombi ya vita. Sema amen. Hakikisha unaomba, unatembea, ni maombi ya kufunga kila ambacho mashetani yanaachilia. Hii tarehe 1 ambayo tunaenda kuanza, yanaachilia ili hicho kitu kitese miaka mwaka mzima. Tunaenda kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya hapo tutakwenda kuiruhusu mbingu sasa. Mahali ulikofunga roho masikini, unaachilia utajiri na unazikiri ahadi za Mungu. Sema amen. Nazo zitatimia. Haleluya. Haleluya. Tembea unaomba, tembea unaomba. Funga kila roho ya uharibifu. Funga roho zote za kuzimu, roho za madeni, roho za magonjwa, roho za mauti, roho za mateso, roho za misiba, roho za umasikini, roho za maafa, roho za maangamizi, roho chafu za kila namna, roho za uasherati ndani ya kanisa lazima zikatae. Kataa roho za uasherati, kataa roho za uzinzi ndani ya ndoa yako, ndani ya kanisa. Kila aina ya roho chafu ambazo kuzimu inaachilia juu ya nchi, juu ya kanisa, juu ya familia, zikatae kwa jina la Yesu.